imebidi nije nikutafute. Sawa mwanangu, nimefurahi kusikia hilo. Yeah. Na kwa bahati nzuri mama yangu alijitahidi akanisomesha. So kwa sasa mzee, mimi ni askari. Yeah, hiyo ndo kazi yangu. Unasema wewe ni askari? Ndio. Mimi ni askari polisi. Na nikasema nije mzee wangu, ni kama kuna tatizo, kuna changamoto yoyote basi tusaidiane, kwa sababu wewe ni baba yangu tu. Na itabaki kuwa hivyo. Umesema wewe ni askari? Askari polisi? Ndio. Mimi ni askari ndio. Sawa. Basi naamini utanisaidia. Kama wewe ni askari. Mwanangu, kuna kitu mimi kinanichanganya sana kichwa changu. Unafahamu kuna mtu nimekutana naye anamtafuta dadako. Dadako anatafutwa sana hapa kijijini. Ndio, najua hata mimi mzee wangu. Hata wewe unajua? Hata mimi najua. Je, wewe unajua kuhusu hii milioni 500 dada yako anayo kweli, au keshawahi kukuambia, au wapi ipo? Sasa hapo kwenye milioni 500 kuna siku moja nipo kisimani pale. Sawa. Alinifuata dada akanidokezea hilo swala la milioni 500. Kwa hiyo nalijua, sio geni kwangu. Sasa kumbe twende sasa, hiyo milioni 500 ndio ninayoitaka mimi. Sasa twende wapi? Si hapo ilipo, tukaichukue kwa sababu kakimbia, ujue hayupo hapa. Siku ya 3 leo haonekani. Sasa mimi nilionyesha hiyo sehemu. Mimi mwenyewe sijui. Kuna siku mpaka nilienda kwenye mabegi yake nikasachi, sijakuta chochote. Tikakorofishana kabisa, nikamchamba kisawa sawa. Kwa mimi sijui chochote kuhusu hizo hela. Yaani ananiambia tu kuna hela zipo milioni 500, lakini mpaka sasa hivi mwenyewe ninaumiza kichwa, natamani niende hata kwa mganga akanieleze. Hapana. Kama wewe alikwambia, kwa nini wewe hukuniambia? Mzee, sasa hizo ni siri. Vitu vingine mzee sio vya kukurupuka tu nikwambie. Hiyo ni chemba koti. Kwa hiyo wewe una siri na dada yako, unaacha kuniambia mimi baba yako, unafanya siri na mtoto wa kike. Sasa mzee, hivyo siri kwenye swala la pesa mzee, uzee pembeni kidogo, sababu hizo hela ndefu. Na wewe mzee, sasa hivi hela unautafuta labda nkasusu ya kahawa. Mzee, hela milioni 500 wewe unazitaja za nini? Kwa hiyo wewe unaijua hela kuliko mimi. Nisikilize. Kumbe sio mtu mzuri. Yaani wewe, hata mimi baba yako, badala uniambie baba yako, tungekuwa tumeshaipata hiyo hela. Uone umefanya uzembe hapa. Mzee, kuna siku saa nyingine unazungumziaga kwamba umezunguka nchi nyingi, nimeenda sijui wapi. Mzee, si ushashika hela nyingi. Mimi mpaka saa hizi hata shilingi 30,000 keshi sije kuikamata. Sasa hizo milioni 500 mimi nataka nizione live. Mzee, unatafuta hela sasa hivi ya kasoso tu mzee, hata ngekupa buku inakutosha. Au sio mzee? Wewe nisikilize. Mimi najua pesa kuliko wewe. Hapa kitu cha kufanya, tunampataje Vivian ili tujue hiyo pesa iko wapi? Sasa hilo ndo la msingi uliongea. Lakini sasa sio lazimisha mimi nikakuonesha wapi ninazojua mimi. Mimi mwenyewe sijui ziko wapi pesa. Ila wewe unajua hela ilipo. Mzee, mimi sijui. Utaambiwaje kwamba ana hela alafu usiione? Kwani mzee, wewe usimeambiwa kama ana hela? Umeiona? Kwani mimi nimeambiwa naye? Mimi si nimeambiwa na wanamtafuta kwa ajili ya hela yao. Mimi kuna siku nilikaa naye tikagombana sana kuhusu swala la pesa. Hakuniambia mzee. Na kama angeniambia, mimi sasa hivi sipo, sasa hivi nisharuka zangu sauzi huko mzee, milioni 500 nikae tena huko polini. Kwa hapa tijue tunafanya nini? Nimepata wazo. Cha kufanya mimi na wewe tuhakikishe tunamtafuta Vivian mpaka tunampata. Swadakta. Tukimpata Vivian akatuonyeshe ile pesa ilipo. Sasa hayo ndo maneno. Akishatuonyesha ile pesa ilipo, tunaichukua ile pesa. Ila ile pesa tukishaichukua, mimi ndio nitakuwa nayo. Alafu
tutajua jinsi gani tunamtoa Vivian hapa, kwa sababu wale jamaa wanamtafuta sana na wale jamaa wanaonekana sio watu wazuri. Sasa nikwambie kitu mzee, kitu kimoja umeongea hapo. Sawa, sijakielewa vizuri. Sasa kama pesa tukisha mtafuta Vivian tikampata, hizo hela tikazishika. Sawa, unasema utakaa nazo wewe, kamtafute mwenyewe. Mimi nitamtafuta kimpango wangu. Si tunakuwa wote, yani tunakuepo wote, lakini mimi ndio nataka nimezishika. Nitashika mimi mzee. Wewe kwani una ushamba gani? Sasa sema ushashika pesa nyingi. Nitazishika mimi hizo hela. Hapo nitazishika, kwani kuna shida gani? Sisi si familia mzee. Wewe ushanionyesha dalili ya usaliti, kwa sababu wewe ulipoambiwa na dada yako ulitakiwa moja kwa moja uniambie, na ungeniambia mimi hela tungezipata mapema. Habari yako kijana? Karibu wali Khadida, makadi Khadida. Karibu sana. Vipi hapa umekuja kufanya nini? Karibu sana mzee wangu, karibu. Kumbe ndo mwenye mjengo? Mimi ndio mwenye mji. Habari yako? Salama. Umekuja kujaje hapa kwangu? Bwana, mimi naja kwako hapa kwanza namtafuta binti. Si umenielewa? Mimi namtafuta bibi yetu Vivian. Yule bibi mimi anchanganya nilikotoka. Na ndio maana nimetoka huko naja huko kumtafuta yeye. Vivian. Kuja kumtafuta Vivian. Vivian wewe ni nani wake? Vivian mimi anchanganya. Vivian kama Simba yacheza, mimi nacheza mechi ya Yanga. Si umenielewa? Sijakuelewa. Na uwezi kunielewa. Vivian mimi kati ya mauno hivi. Vivian anipa dozi mara 3 mchana, asubuhi na jioni. Hivi wewe una akili? Unajua unayeongea naye ni baba yake wa Vivian. Sasa ugumu uko wapi? Kwani mimi nimekutukana? Mimi nimekutukana wewe mzee? Mbona wazee wa Kiswahili mnakuwa mambo ya ovyo? Sasa wewe unasema umekuja kumchukua Vivian, ananikatia mauno. Hivyo ndio kibantu iko hivyo? Hivi unaweza ukamwambia baba wa mke wako kwamba anakukatiaga mauno chumbani Hapo ugumu uko wapi sasa? Nisikilize wewe. Ninachotaka kujua kilichokuleta hapa. Mimi nishazungumza kilichonileta hapa na kuja kumchukua binti yako niondoke naye mjini. Unakuja kumchukuaje? Taratibu, nisikilize. Taratibu za Watanzania tuko hivi. Unapotaka binti sehemu, unatuma mshenga anaenda kuposa. Akishaposa, anapewa majibu juu ya posa yake, kwamba umekubaliwa kuoa au la. Ukishapewa majibu, unafanya taratibu za kuoa, ndipo unachukua binti. Wewe unasema unakuja kumchukua ni kuku yule. Kwani wewe nani yake? Mimi babake. Mimi nani? Mimi hata wewe naweza kukulipa bwana ukawa mshenga, mimi nikachukua binti nikaondoka naye. Wewe sema shilingi ngapi? Uliwahi kuona ndugu yako ndio anatakiwa awe mshenga? Mimi nitakuwaje mshenga kwa mtoto wangu? Sasa mimi ndugu zangu watoke Omani waje huku kwa sababu ya jambo dogo tu. Nisikilize. Naona unanichanganyia habari. Mtoto wangu ana siku ya 3 hapa nyumbani hayupo. Na wewe unasema unaongea ujinga wako. Hebu ondoka hapa. Sitaki kukuona hapa nyumbani kwangu. Samani kaka. Pila sabahani. Samani naulizia nyumbani kwa mzee Chuma wa Chuma. Unaulizia kwa mzee Chuma wa Chuma? Sio mpali, tayari hapo ushafika. Unaiona ile nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, nyumba ya 3 na kuwa umeshafika kwa mzee Chuma kwa Chuma. Kwa hapo mbele tu. Sio mpali, ushafika tayari. Basi asante. Haina shida. Bora. Ameshanichosha babu, tumezunguka toka mjini huko mpaka kijijini mwanangu, afu nazingua vipi? Basi kama sababu sio mbali, acha nishuke mimi niende tu. Au nikupeleke? Nitashukuru kaka, kama utanisindikiza nitashukuru. Sawa, usijali. Ili peki sila kwako? Hela kwangu. Peki msito. Unapenda safari nyingi afu yenyewe 10,000. Kwa hiyo hapo hamna change. Change ya nini sasa?
Hapo nataka ongeza 5,000. Ndipo. Basi naomba namba yako ya simu tutakupa. Andika. 07 28 44 66 72. Haya, asante. Poa. Napenda vitonga. Bwana samani kwanza. Bwana samani kabisa. Vipi mwana ndugu yangu? Kuhusu nini? Mimi bwana naja huku bwana, yani kila kitu matatizo. Hichi kijiji chenu kiko vipi? Asa nisikilize bwana rafiki yangu bwana. Mimi nimetoka huko mjini, nimekuja hapa kumchukua mtu wangu mimi niondoke naye. La shanga nafika kwako babake ameanza kunipiga makofi. Mzee, umetoroka kwenye hospitali ya machizi au? Huyu mtu namvamia tu, mtu humuelewi, unataka kuongea mambo. Unaongea nini kwanza? Mimi sikuelewi mzee. Mimi na mambo yangu nimevurugwa saa hizi nilikotoka. Mzee, nimevurugwa mimi na mamilioni 500 mzee, na nimevuruga saa hizi kichwa changu sasa hivi kinawaka moto mzee. Hizo milioni 500 ni mie? Sasa mzee usinichanganye, sawa? Pointi yako ni nini? Wewe nisikilize. Ongea pointi. Na vitu vingi sasa hivi, yani madudu yangu yako kichwani na waka. Ongea pointi, unasemaje? Nisikilize sasa. Mimi natoka zangu huko mjini na kuja huku kijijini kumtafuta bibie Vivian, mimi niondoke naye. Sawa? Naelekezwa kwa babake pale kwa mzee wa chuma. Mimi ndio nazungumza naye babake yule, mwisho wa siku ananipiga mimi makofi. Mzee wa chuma kakupiga makofi wewe? Sasa mimi nitakuchinja. Maana huyo chuma kwa chuma unamsema wewe ndo babangu mimi. Wewe kumbe na akili na babako mko sawa nyinyi? Wewe ulitakaje sasa? Nisikilize sasa. Wewe kijana mwenzangu, kwanza utaniza kunisaidia. Mimi nilikuwa nataka kumuoa Vivian niondoke naye mjini. Si umenielewa? Yule mimi nampenda kweli. Wewe si unajua maumivu ya kupenda? Au wewe hujai kupenda wewe? Mimi sijai kupenda mzee zaidi ya pesa. Wewe ina maana una demu? Sina demu mzee. Sasa mimi ni dume la nyani. Wewe kamui? Mimi sikamui maziwa wala sikamui nini mzee. Mimi ni dume la nyani. Sikiliza nikwambie sasa kijana mwenzangu. Sawa? Ukiona ambulance inapiga kelele, yani sio kelele ambulance inapiga kelele, ina mgonjwa ndani. Sawa? Ambulance nyingine sometimes dereva anaamua kuwasha tu kale kadude kalia asikie raha. Sasa mzee na mambo yangu mengi. Wewe ni ambulance? Sawa. Asio mpeki wako msito, sichumetia nini umutani. Pole. Na sani tata, ulipokuwa unapatafuta ndo hapa. Tumefika Ndo hapa. Ila saisi na Isa amefunga kapo shapani. Kadaliba kale kapsei. Hapa ndo kwa psei wa chuma. Okay. Asante kwa kunifikisha. Okay. Kwani tata ni kuulisi. Wewe msee chuma kwa chupa lilali yako. Mzee Chuma ni ndugu yangu. Ndugu yako? Yes. Naona msee chuma kwa chuma na tuku wasuli. Wewe mwenyewe msuli pwani. Ni kuipie kasiri. Msee chuma kwa chuma na katoto fulani kanaitwa Kafifian. Kanani? Kafifian. Na kwa pia ni kasuli. Katoto kalikuwa kanalipeta. Nikampesi kangu, yani kalikuwa kanalipeta. Kanaipa mihoko kananiletea. Kanaipa karaka kananiletea. Kameta mchini kameruti keupe. Yani katoto kameruti keupe. Yani msechuma wa chuma. Yani kalapu sio kalapu, kachina sio kachina, kahindi sio kahindi. Na kwa pia ila hiyo ni siri. Yani huu msee bwana. Kwani wewe tata umeolewa? Bado. Haujaolewa? Nipe pasi na paa hapa. Na kutalia pwa, nasema mimi nimeoa na mke da. Lakini utamsupilia hapo. Sawa. Haina shida, sina. Ila na sasa umerudi umekuwa kamkuo kako hapo kamechanuka. Nikakuletea kasitani. Nashukuru kakaangu, nimefika kwa. Haina shida bwana, msupilia hapo atakucha. Haina shida.
Sawa, mimi sasa hivi macho yangu, akili yangu, kila kitu kinawaza hela. Milioni 500. Nakuja kuletea mambo ya mapenzi mzee. Mimi na mapenzi wapi na wapi? Bwana nisikilize. Mimi babako nampadili, mwisho siku yeye awe mshenga, apige hela mara hizi mara 2, apige pesa ya mahari, apige na pesa ya ushenga, lakini yote achomoka. Asa wewe utanisaidia mzee wangu mimi umpe kazi ya ushenga? Yaani umemwambia maneno hayo? Amekuacha salama kweli? Basi wewe kuwa mshenga, wewe uchukue pesa ya ushenga. Hapo jambo liko wapi? Mzee wewe una hatari mzee. Mbona kwa nini vifo mnavitafuta wenyewe mzee? Wewe unajua unatafuta kifo mzee live. Utoke mjini huko, sasa nikwambie kitu na kuibia siri. Wewe mjini huko, sawa, huja hapo hujafuatwa na mapenzi. Hapo umepata kifo. Na utakufa mzee. Hivi wajua dada yako mchanganya kiasi gani? Sasa nakuchanganya nini lakini? Wewe mzee uache wanawake mjini uje kijijini, una akili kweli wewe? Mimi dada yako kila siku natwanga kisamfu cha kopo. Wewe unashindwa kuelewa lipi hapo? Kisamfu cha kopo? Wewe unashindwa kuelewa kipi hapo? Kisamfu cha kopo ndo nini kwanza? Mbona sijaelewa hapo? Yaani hapo ugumu kwa wapi? Umenipiga hapo ile neno mzee, sijalielewa. Sawa, utanielewa sasa, lakini mbaya zaidi ni kikubwa nipate msaada kutoka kwako. Sasa mimi kwangu wewe msema unataka msaada gani? Yaani uwe mshenga, mimi nimuoe dadako, kwa sababu nikimuoa dadako nimekuwa wewe. Si umenielewa? Hebu subiri kidogo. Hebu vaa kwanza. Ngoja kwanza. Usinivuruge. Subiri sasa, kuna kitu nikuonesha, subiri. Bwana sikiliza. Wewe robot wewe. Huna akili timamu. Hapo ugumu kwa wapi? Wewe akili huna. Mzee umwambia wewe mshenga. Mimi niwe mshenga. Mzee una akili kweli na hivi ndivyo vyako mzee. Wewe hujatoka mjini wa hafugi ujinga vinywele mzee. Wewe bwana nisikilize bwana. Unavuta bange. Wewe kwanza unanisisimua. Mimi unanishika ndevu nasisimuka. Maki ulivyosema kwamba yule Vivian dada yako kweli naamini. Maki mwafana na kila kitu. Si umenielewa? Nisikilize bwana. Hapo jambo jepesi. Wewe fanya hivyo, mimi naoa dadako kuja mjini. Wewe ukija mjini wafikia kwangu. Si umenielewa? Mimi namkana kanga moja, wanitizama kama dadako avontizama. Sawa bwana? Mzee akili zako haziko timamu, sawa? Alafu kwa vibe unaokuwa nao sasa hivi ya hela, utanichanganya mzee, utanipelekea jela. Ngoja niondoke mzee, utaniletea jela. Akili yako hiyo. Shikamoo mzee. Marahaba. Najua kilichokuleta ni Amina, Ashura au Vivian au milioni 500. Milioni 500 kifupi hazipo hizo pesa. Na huyo Ashura mpaka sasa hivi ana siku ya 3 hapa nyumbani hajafika. Na hajulikani wapi yupo. Sasa mzee, mimi sio Vivian wala sijui unazungumzia nini. Na kwani milioni 500 ni nini? Zimefanyaje? Usijifanye hujui. Mimi najua ndicho kilichokuleta. Mzee, mimi sio Vivian. Na labda wewe ndio uniambie hizo milioni 500 na mimi sijui kuhusu unaongelea nini? Unataka kuniambia hujaja hapa nyumbani kwangu kwa ajili ya shilingi milioni 500? Hapana. Basi hebu nieleze kilichokuleta. Mzee, mimi naitwa Diana. Nimetoka Dar es Salaam. Na mpaka kufika hapa kuna kijana mmoja nimekutana naye hivi, nilivyoshuka kwenye pikipiki ndio kanileta hapa. Na lengo la kuja hapa ni kwamba nilikuwa nimekuja kumtafuta mzee Chuma wa Chuma. Chuma kwa Chuma ndio mimi. Mimi ndio Chuma kwa Chuma.
Nimefurahi kukufahamu. Mimi ni Diana kama nilivyokuambia. Sawa. Na nimekuja kukutafuta kwa sababu wewe ni baba yangu. Baba yako? Hapana, mimi nina watoto wawili. Nina mtoto Vivian na nina mtoto wangu mwingine huyo wa kiume. Mzee, kwa maelezo ya mama yangu aliniambia kwamba baba yangu ni mtu wa Bagamoyo na ametokea kwenye kijiji kinaitwa Gezaulole. Gezaulole ndio hapa. Na jina la baba yangu la ujanani anasema walikuwa wanapenda kumuita mzee Chuma kwa Chuma. Chuma kwa Chuma ndio mimi. Hayo ndio maelezo niliyopewa na mama yangu na ndio maana nimeweza kufika hapa. Na kama unaniambia wewe mzee Chuma wa Chuma ni wewe, it means you are my daddy. Manake wewe ni baba yangu. Mama yako anaitwa nani? Mama yangu alikuwa anaitwa Aisha. Aisha binti Kasimu? Ndio. Oh. Sawa sawa. Da. Ni kama ndoto naota. Aisha binti Kasimu nilimwacha akiwa na ujauzito wa miezi 3. Yeah. Sitaki kuamini kwamba wewe ndio mtoto wangu. Umesema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Diana. Diana. Oh, asante Mungu. Nimefurahi sana kukufahamu baba yangu kwa sababu nilikuwa natamani walau angalau kabla sijapoteza uhai kwenye hii dunia nionane na wewe. Nachoshukuru Mungu hiyo nafasi kanipa. Sawa sawa. Mzee, nimekuwa sasa. Kama unavyoniona mimi ni mtu mzima. Mama yangu kajitahidi sana kufanya kila kitu kwa ajili yangu. Lakini nikasema bado haitoshi. Baba yangu pia kwenye maisha yangu ni muhimu. Na ndio maana baada ya kuona kwamba niisha kuwa mtu mzima, imebidi nije nikutafute. Sawa mwanangu. Nimefurahi kusikia hilo. Yeah. Na kwa bahati nzuri mama yangu alijitahidi akanisomesha. So kwa sasa mzee, mimi ni askari. Ya, hiyo ndo kazi yangu. Unasema wewe ni askari? Ndio. Mimi ni askari polisi. Na nikasema nije mzee wangu, ni kama kuna tatizo, kuna changamoto yoyote basi tusaidiane kwa sababu wewe ni baba yangu tu. Na itabaki kuwa hivyo. Umesema wewe ni askari? Askari polisi? Ndio. Mimi ni askari ndio. Sawa. Basi naamini utanisaidia. Kama wewe ni askari,